sana kabisa kwa Mungu ambaye ametujalia neema kwa tarehe ya leo 15 mwezi wa pili mwaka huu wa 2025 kwa programu ambayo tumefanya siku ya leo ya collation. Ni masomo ya Bible Training for God's Servants ambayo imeanzia pale Amerika na kundi moja inaitwa ama kampuni ambayo inaitwa Daily Transformation. Siku ya leo tuko Chaka ambayo ilikuwa ni siku nzuri ambayo tulifanya collation, na ilikuwa ni collation kubwa sana kabisa kwa sababu wanafunzi siku ya leo walijaliwa neema ya kumaliza masomo degree ya diplome. Na wanafunzi ambao walimaliza masomo walikuwa ni wengi, walianza wanafunzi 44, lakini kwa siku ya leo walimaliza wanafunzi 42. Na kwa kweli ilikuwa baraka sana kabisa kwa sababu hao wanafunzi wamesoma karibu mwaka moja na nusu ambao walikuwa wanasoma, na kama leo wamemaliza, tunasema jina la Bwana lipewe sifa. Kwa kweli siku ya leo ilikuwa mzuri sana, ilikuwa baraka. Tunaona namna gani wanafunzi walifurahi sana kwa kupokea cheti, kwa sababu siku ya leo ilikuwa ni baraka kubwa sana kabisa. Na siku ya leo wanafunzi walifanya defile, walizunguruka kabisa, na waza mnaona namna gani defile ilikuwa, na watu wote njiani waliwaona namna gani. Ilikuwa ni furaha kubwa ya ajabu sana. Na baada ya pale waliingia kanisani, na katika kuingia kanisani ilikuwa ni shambra kubwa sana kabisa. Mwenye aliongoza ibada siku ya leo anaitwa Reverend Boniface Mwimuzi. Aliongoza ibada vizuri, na vile vile tulikuwa na korali 3 ambazo ziliimba, na ibada ilikuwa baraka kubwa sana kabisa. Na baada hapo mhubiri alihubiri, na mhubiri ilikuwa ni mimi ambaye nimekuwa mwalimu, nimeitwa kwa jina la Olivier Josue, ambaye nimekuwa sekretari akademike wa masomo hii ya Bible Training. Na somo ya leo tulizungumza juu ya tabia na mtumishi wa Mungu, na tulizungumza ya kwamba watumishi wengi wa leo wanakuwa ni watumishi wazuri, wanahubiri, wanakuwa na karama, vipaji, wanakuwa na masomo, lakini shida wanakuwa na tabia zibaya zaidi sana. Lakini kwa mwisho nilitoa ushauri kwa watumishi, ingawa wamekuwa ni watumishi, wasijivunie cheo wala wasijivunie vipaji na karama ambavyo vimekuwa ndani mwao, lakini wawe na tabia nzuri zaidi sana. Leo utaona watumishi wengi sana ni wanjo wako na bomola makanisa, wakati anapoenda kwa masomo ya Biblia, na ndio inakuwa chanzo ya kumletea kiburi, ndio inakuwa chanzo ya kubomola makanisa na kushindwa kunyenyekea chini ya uongozi. Siku ya leo ilikuwa baraka sana. Baada ya mahubiri, wanafunzi walianza kufanya defense. Kwa kipindi cha degree ya diplome tulifundisha kuru 16, kwa sababu level ya kwanza wanafunzi walisoma kuru ya homiletike, walisoma kuru ya leadership, na vile vile walisoma kuru ya biology. Kwa level ya pili ya masomo yetu wanafunzi walisoma kuru 10 ambazo tunaita kuru za doctrine au theologie systematique. Walisoma theologie, christologie, pneumatologie, walisoma angelologie, walisoma armasiologie, anthropologie, walisoma soteriologie, ecclesiologie, na vile vile walisoma satanologie, na kwa mwisho wakasoma kuru ambayo tunaita eschatologie. Na ilikuwa baraka sana. Level ya pili walisoma religion, na walisoma pia kuru ya ethique chrétienne ambayo tunaita maadili ya Ukristo, na vile vile wakasoma histoire d'Israeli. Siku ya leo wanafunzi walifanya defense, kwa sababu tuligawanya wanafunzi kwa grupe 6. Grupe ya kwanza ilifanya defense ya kuru ambayo tunaita leadership. Grupe ya pili ikafanya defense ya kuru ambayo tunaita bibliologie. Grupe ya tatu ikafanya defense ya kuru ambayo tunaita doctrine. Mungu kwa kutupa pia nafasi ya uzima na pia kukua hapa
kwa ajili ya masomo yetu. Jina zao, wa kwanza iko Gilbert Manembo, anaweza kupepea mumone. Wa pili ni Deborah Bakavale, anaweza kupepea. Na watatu iko Clovis Kisuba. Wa ine iko Baeboke Innocent. Wa tano iko Isubi Tumusifu. Wa sita iko Bahwere Yusufu ambaye haiko hapa lakini ni mzee wetu, mnamjua mchungaji wa hapa kwa grupe yetu. Na wa sita wa saba ambaye iko anaongea Bahati Mutula Frederick. Na tunaenda kwa maono, maana yake ni kuona mbali zaidi kushinda wengine. Okay, asante sana. Ile iko parmi ya madefinition kwa sababu tuko na madefinition mingi, lakini iko parmi. Sasa mtu mwingine tunaweza muuliza, kuacha wewe parmi ya kundi yako, tofauti gani iko kati ya uongozi wa Kikristo ama uongozi wa kanisa na uongozi wa nchi? Ama uongozi wa serikali, yaani tofauti gani iko kati ya uongozi wa kanisa na uongozi wa serikali? Karibu. Asante sana mwalimu. Kuna uongozi wili ama mbili sasa vile tukisikia, uongozi wa kidunia ndio serikali, ndio maorganization, nasikia mandate ma UN, ile iko uongozi wa kidunia. Na uongozi wa kiroho ni uongozi wa kanisa wa imani ambayo imejengewa chini ya Yesu Kristo. Sasa kwa uongozi wa kidunia, wakati mtu fulani anataka ile uongozi, yeye ndio anapendaka. Ndio maana mara mingi unaonaka fasi fulani wanatia post fulani kwa kufanya kazi, ule mtu anaandika kama vile anataka atimike kwa ile kazi. Diferama na uongozi wa kanisa. Uongozi wa kanisa iko uongozi yenye inachaguliwa na Mungu, iko uongozi yenye Mungu anatayarisha tangia mbele. Ndio kwa maana mara mingi mashida zinatokea katika makanisa ni kwa sababu kuna wachungaji wengine, kuna wapasta wengine wa kuitwa, lakini wanafanya hiyo kazi na kule nyuma kuna pia tokea shida. Asante sana. Basi tunasema Mungu awabariki, mnaweza rudia. Mungu ambapo tulisoma ya biology. Samani. Okay, groupe de biologie. Lugha ya Kibondo naweza sema livre Pentateuque. Na kwa hiyo vitabu tano tunapata hapo kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Kutoka, kitabu cha Walawi, kitabu cha Hesabu na kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Sehemu ya pili Bapapa Bulapo, banani, Bapasteur Kinge na kadhalika, najua banakuwa na ushuhuda kubwa juu ya masomo hii. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa hapa hivi niko na ulizo, na hii ulizo iko mwenye anafanya nini ndio atakuwa tena anachipia, ni ibada nyingine sasa wanachipia. Tukiangalia Biblia, ulizo wangu ni muhifadhi vizuri. Ulizo wangu ni tukiangalia Biblia tangia Mwanzo mpaka Malaki. Sasa nyuma ya Malaki kuna miaka 400 ilipitaka. Ndio tuingie ku Nouveau Testament. Ndio ile papier ile wanachaka katikati ya Agano la Kale na Agano Jipya, kuna kwa papier vide pale kulipita miaka 400. Na ile miaka 400 tunaitaka ni miaka ya giza. Na kuna vitabu viliandikiwa ile wakati vikuwekwa ndani ya Biblia ambavyo tunaita le livre apocrypha. Ndio ile ambayo Eglise Katolika iliweka. Ulizo yangu iko pale, kwa nini vitabu vile vilikataliwa na kwa nini tunaita siku zile ni siku za giza? Karibu. Asante Papa Jonas kwa mkono, tuambie sababu zile zilituma banaita wakati ile ni wakati wa giza. Asante sana mwenyekiti. Ndio. Hii miaka wanaita ni wakati wa giza, sababu ni wakati ambapo
Mungu hakusema tena na watu, haukusikilika sauti ya Mungu, haukusikilika ile neno inasema Bwana anasema au Bwana ananena. Ilikuwa ni wakati wa giza, sababu Mungu haneni tena. Asante sana. Tushangilie kwa furaha. Jina la Bwana libarikiwe. Ulizo yangu ya pili, ndio mwenyekiti. Kitabu nauliza najibu ulizo la kwanza. Ndio. Wewe ulisema kuna manabii makuu na wanabii wadogo. Kweli wanabii wote waliandika maneno ya unabii kutoka kwa Mungu mwenyewe na waliongozwa na Roho Mtakatifu. Ila tofauti kidogo, wale wanabii wakuu waliandika unabii yenye inadumu, ilienda kwa muda mrefu, tena wakaandika maneno mengi katika Biblia. Ile ilikuwa sababu ya kuwagawa sehemu mbili, wadogo na wakubwa. Asante sana. Kitabu cha kwanza chenye kilipasha kuandika katika Biblia ni kitabu cha Ayubu chenye kilitokea. Mungu awabariki, tushangilie tena kwa furaha. Na hii imegawanyika ndani ya masomo 11. Somo la kwanza linaitwa theology, somo la pili linaitwa paterology, somo la tatu linaitwa kristology, somo la nne linaitwa pneumatology, somo la tano linaitwa angelology, somo la sita linaitwa satanology, somo la saba linaitwa hermasiology, somo la nane linaitwa soteriology, somo la kenda linaitwa ecclesiology, somo la 10 linaitwa anthropology. Ina maana gani? Maadili kwa Kifaransa ina neno tatu ambao wanaita moral kwa Kifaransa, ama deontologie ama etike. Moral ni elimu ya kutambua mema na mabaya, lakini deontologie ni elimu ya mtu kuwa na majukumu ya kazi fulani au mazoea ya mtu anayefanya kazi fulani, na etike ni elimu ya kusaidia mtu kutafakari kabla ya kufanya jambo, hata kama haikuweza kuandikwa katika Biblia. Na yale tunataka kuzungumzia ni yale ambao wanaita etike chrétienne. Hivi grupe ya ine tulifundisha wanafunzi walifanya defense ya doctrine. Grupe ya tano wanafunzi walifanya defense ya religion. Grupe ya sita walifanya defense ya kuru ya ethique chrétienne. Na defense ilipitikana mzuri kabisa na ilionekana ya kwamba wanafunzi walielewa, kwa sababu tulijaribu kuwauliza maulizo na walijibia, na wanafunzi kabisa walifanya defense vizuri zaidi sana, mpaka watu walifurahi sana na waliona kabisa masomo hii ni ya muhimu sana, kwa sababu wanafunzi waliongelea kwa ufupi kuru hizi ama miongoni ya kuru hizi ambazo walizozisoma, na kwa kweli ilikuwa ni baraka kubwa ya ajabu sana kabisa, kwa sababu kila kitu kilipita vizuri. Tunashukuru sana kwa siku ya leo, kwa sababu tulipokelewa na watu wengi ambao tulikuwa tunaalika, kama vile tulikuwa na Roi Sistwin ambaye alitushiriki, ambaye aliwakilisha serikali ya nchi na alipata muda pia ya kuongea, na katika kuongea alitoa shukrani zaidi sana, na pamoja na ile alisema ya kwamba anaona ya kwamba atasaidia makanisa ili waangalie namna gani ya kupanula shule za Biblia hapa ambapo tulikuwa. Vile vile tulikuwa na kiongozi wa Born Again. Wakati tunasema Born Again ni ambaye anaongoza makanisa zote za hapa, makanisa zote ama umoja wa makanisa, na alikuwa na muda ya kuongea na alifurahi zaidi sana. Lakini pamoja na ile, katika mazungumzo yake alisema ya kwamba kwa kweli masomo hii
ambayo wanafunzi wamepata ilete matunda mazuri zaidi sana, na iwasaidie kwa kusaidia watu wengine, ili hali ya makonflikt mkanisa ipate kuisha. Kwa kweli ilikuwa baraka. Na kwa mwisho pia kundi ya masomo ama kamati ya masomo nao walipata muda kuongea. Tunaona mmoja wanafunzi alikuwa na kaulu, alifanya hotuba, alifanya diskuru, mchungaji ambaye tunaita Jonas, na aliongea mambo mengi akishukuru viongozi wa masomo ambao waliona masomo hii fiki hapa Chaka, na vile vile pia alishukuru mwalimu kwa kujitoa, na kwa mwisho alitoa zawadi kwa mwalimu na ilikuwa ni baraka kubwa sana kabisa. Basi kwa kumalizia niseme hivi, nashukuru kwa yote ambayo imefanyika, na pamoja na ile nimetoa na shauri kwa ajili ya watumishi wote ambao wamefuata video hii ya kwamba wajikaze nao pia wasome, kwa sababu najua ya kwamba masomo iko na maana sana na iko na faida kubwa sana. Kwa maana mtumishi mwenye ya kusoma hawezi kuwa sawa na mwenye alisoma. Shida ya watumishi ambao wakusoma, ndio tunaona wengi wamekuwa na maherezi mingi sana, na wengi hata wako naleta vita ndani ya makanisa, ni kwa sababu hawakujua namna gani uongozi wa kanisa unatembea. Ndio maana nashukuru sana kwa wote ambao tayari wamesoma watumishi, na wale ambao bado hawajasoma na wajitahidi wakuje katika shule ya Biblia. Basi mengine ukipenda ufate programu zetu zote, najua utatuangalia kwenye YouTube ama kwenye site zetu, wala kwenye page zetu za Facebook. Najua utapata programu mingi kuhusu masomo hii. Basi Mungu azidi kuwabariki. Amina.